Karibu sana msikilizaji katika kipindi cha Neno la Mungu kupitia Umoja wa Wakristo TV. Ni wakati wa kujifunza, kutafakari na kuchunguza maandiko matakatifu ili tuweze kuelewa mapenzi ya Mungu katika maisha yetu. Leo tunaingia katika somo muhimu sana linalohusu nyakati za mwisho. Mada yetu ni alama ya mnyama na mpinga Kristo. Je, Biblia inasema nini kuhusu alama ya mnyama? Mpinga Kristo ni nani? Kwa nini Biblia inatuonya kuhusu udanganyifu wa nyakati za mwisho? Na muhimu zaidi, Mkristo anapaswa kufanya nini ili asipotoshwe? Kaa nasi hadi mwisho wa kipindi hiki. Sehemu ya kwanza. Alama ya mnyama ni nini? Biblia inatupa maelezo muhimu katika Ufunuo 13:16 hadi 17. Naye awafanya wote, wadogo kwa wakubwa, matajiri kwa maskini, walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao. Tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza, isipokuwa ana chapa hiyo, yaani jina la yule mnyama au hesabu ya jina lake. Mpendwa msikilizaji, mstari huu unatufundisha kwamba kutakuwa na mfumo wenye mamlaka makubwa ambao utahusisha ibada, utii na pia uwezo wa kufanya biashara. Tunapaswa kuwa waangalifu hapa. Biblia haisemi tu kuhusu alama ya nje, inahusisha pia suala la uaminifu na ibada. Kwa hiyo, tunapojifunza kuhusu alama ya mnyama, tusikimbilie hofu au kila habari inayosambaa duniani na kusema, hii ndio alama ya mnyama. Badala yake, tunapaswa kurudi kwenye Biblia na kuuliza, Biblia inasema nini? Sehemu ya pili. Mpinga Kristo ni nani? Biblia pia inatupa onyo kuhusu kuja kwa mtu wa uasi na udanganyifu. Katika Wathesalonike wa pili 2:3-4, Paulo anaandika, maana haiji, usipokuja kwanza ule ukengeufu, akafunuliwa yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, yule mpingamizi, ajiinuaye nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu ama kuabudiwa. Hapa tunaona tabia ya mtu huyu. Anapinga mamlaka ya Mungu. Anajiinua juu ya kila kinachoabudiwa. Anataka kuchukua nafasi ambayo ni ya Mungu. Anahusishwa na uasi na udanganyifu. Kwa hiyo, ujumbe wa Biblia si kwamba tu tutafute jina la mtu fulani. Ujumbe mkubwa zaidi ni tusidanganyike. Sehemu ya tatu. Uongo na ishara za kupotosha. Yesu Kristo mwenyewe alitoa onyo kali kuhusu nyakati za mwisho. Katika Mathayo 24:24, Yesu alisema, kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu, wapate kuwapoteza, kama yamkini, hata walio wateule. Hili ni fundisho muhimu sana, kwa sababu si kila mtu anayesema, Bwana amesema, amepokea ujumbe kutoka kwa Mungu. Na si kila ishara inayofanyika inapaswa kutufanya tukubali kila mafundisho bila kuyapima. Mkristo anahitaji utambuzi wa kiroho. Tunapaswa kupima mafundisho kwa neno la Mungu. Tunapaswa kumtafuta Mungu kwa maombi. Tunapaswa kumtegemea Roho Mtakatifu. Na tunapaswa kujifunza Biblia kwa bidii. Sehemu ya 4. Je, Mkristo anapaswa kuishi kwa hofu? Jibu ni hapana. Mada ya nyakati za mwisho haikutolewa ili kuwafanya watoto wa Mungu waishi kwa hofu. Ilitolewa ili kuwaamsha. Tunapojifunza kuhusu alama ya mnyama na mpinga Kristo, tunapaswa kuuliza, je, mimi niko tayari kukutana na Yesu? Swala muhimu si kuishi tukisema, alama itakuja lini, bali, je, moyo wangu uko tayari kwa Kristo leo? Kwa sababu Biblia inatuita kwenye toba, utakatifu, uaminifu, maombi, kujifunza neno, upendo, uvumilivu, kumtumaini Yesu Kristo. Sehemu ya 5. Ushindi wa watakatifu. Mpendwa msikilizaji, Biblia haitupi habari za vita tu, inatupa pia ahadi ya ushindi. Katika Ufunuo 14:12 tunasoma, hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Hii ni picha ya watu ambao hawakukata tamaa, hawakuuza imani yao, hawakumwacha Kristo kwa sababu ya shinikizo, walibaki waaminifu. Hilo ndilo somo muhimu kwetu leo. Katika dunia yenye changamoto nyingi, Mungu anatuita, simama katika kweli,
Shikilia imani, usimwache Yesu, usikubali udanganyifu, endelea katika neno la Mungu. Sehemu ya 6. Tafakari ya leo. Hebu tujiulize maswali machache. 1. Je, imani yangu iko wapi? Je, namfuata Yesu kwa moyo wangu wote au namfuata kwa sababu ya mazingira? 2. Je, nalijua neno la Mungu? Kwa sababu mtu ambaye hajui Biblia anaweza kudanganywa kwa urahisi. 3. Je, niko tayari kwa kurudi kwa Kristo? Biblia inasema katika Warumi 13:11, kwa kuwa sasa wokovu wetu ukarimu nasi, zaidi kuliko hapo tulipoanza kuamini. Hii ni mwito wa kuamka, ni mwito wa kutokulala kiroho, ni mwito wa kumtafuta Mungu sasa. Sehemu ya 7. Ujumbe kwa kanisa la leo. Kanisa la Yesu Kristo linahitaji kuwa macho. Hatuitwi kuishi kwa hofu ya teknolojia. Hatuitwi kuishi kwa hofu ya watu. Hatuitwi kuishi kwa hofu ya kesho. Tunaitwa kuishi kwa imani. Teknolojia inaweza kubadilika. Mifumo ya dunia inaweza kubadilika. Viongozi wanaweza kubadilika. Uchumi unaweza kubadilika. Lakini neno la Mungu halibadiliki, na Yesu Kristo habadiliki.